Hii ni 255 World, bahari ya michezo, na leo hii tumekutana tena na mchambuzi hodari kwelikweli wa masuala ya kandanda, Emmanuel Ndalama. Tutakwenda kujadili mambo mengi, lakini kubwa zaidi ni ligi kuu ya NBC Tanzania Bara ambayo inarejea kesho rasmi, na wababe wa soka nchini Simba na Yanga watajitupa uwanjani. Kwanza mambo vipi Emmanuel? Safi tu. Mambo fresh? Mambo fresh kabisa. Mtaa udanganyi? Kabisa. Yaani ukiwa mtaani lazima ujifunze utafutaji, tofauti na wadogo zetu ambao wako vioni. Bwana Emmanuel, kwanza hongera sana, unafanya kazi nzuri kwenye uchambuzi wa soka na hata masuala mengine. Shukrani sana, na unajua kadri siku zinavyozidi kwenda tunajifunza namna ya kupambana, na kama kitokea watu wengine wanakuwa na appreciate ubora wa kazi yetu, ni jambo la kumshukuru sana Mungu. Kwa hiyo mimi nashukuru kwa kuwa umeona kazi ambayo naifanya ni kazi nzuri. Kwa hiyo ni jambo ambalo moja kwa moja namshukuru Mungu, lakini pia naendelea kupambana kwa sababu safari bado ni ndefu. Kwa hiyo sitakiwi kuridhika mapema. Hapa katikati yalitokea, lakini jambo la kumshukuru Mwenyezi Mungu ni kwamba yamemalizika. Sakata la dabi ya Kariakoo, na kesho Simba wanakwenda uwanjani wakiwa tayari. Kwa sisi tunaamini, kutokana na kauli ambayo ilitolewa, tunaamini hilo sakata limemalizika, lakini hata kwa Yanga pia tunaamini wanaingia uwanjani ikiwa sakata limemalizika. Linakwenda kuathiri kwa namna yoyote ile? Binafsi kwangu mimi sioni kama ni sakata ambalo linakwenda kuathiri moja kwa moja, kwa sababu ukiangalia mchezo wa dabi ni mchezo wa mwisho, na kuna game mbili hivi ambazo zinaweza zikawaeka sawa mchezoni, na nafikiri kwa wachezaji wao ni watu ambao walikuwa wameshajiandaa kisaikolojia kwamba lolote ambalo litatokea wao watalifanya. Kwa hiyo kwangu mimi impact kwenye mambo ya kisaikolojia naona itakuwa kwa kiasi kidogo sana, yani sioni kama itaweza kuaffect moja kwa moja performance ya wachezaji kuelekea siku ya tarehe 25. Na vipi kuhusiana na pressure sasa, kwa sababu klabu ambayo itadondosha alama kwenye michezo ya katikati kabla kuifikia tarehe 25 ambapo ni mchezo wa mwisho, itakuwa imejitengenezea mazingira magumu sana ya kuweza kutoa ubingwa. Pressure sasa kuelekea kwenye michezo hiyo, unaweza ukasema inakuwa ya hali ya juu zaidi? Yes, pressure ni kubwa kwa timu zote mbili, kwa sababu ukitazama Yanga na mechi ya ugenini dhidi ya Tanzania Prison, lakini pia hata mechi ambayo Simba anakwenda kucheza na Ken Gold, anakwenda kucheza ugenini, ni mechi ambazo atacheza kwa pressure kubwa, kwa sababu anahitaji kupata matokeo, na kama ikitokea atachelewa kupata matokeo, utaona intensity ambayo ataitumia itakuwa ni kubwa, tofauti na michezo mingine ambayo alikuwa anajua hakuna pressure kubwa. Hata kama akidondosha alama, basi mbeleni kutakuwa kuna michezo mingi, lakini michezo imebaki michache na kila mechi ni finali. Na ukiangalia timu kama Simba, matumaini yao pekee ni kwenye NBC Premier League. Kwa hiyo kitokea wakimesa, wanakuwa wanamaliza msimu bila kombe. Kwa hiyo kila mechi kwao watakuwa wanacheza kwa pressure kubwa. Hata kwa Yanga ni hivyo hivyo, kwa sababu kama wakidondosha alama kuelekea dabi, mzigo utakuwa ni mkubwa zaidi. Lakini kama ikitokea Yanga labda akishinda mechi zake ukiachana na dabi, atahitaji sare tu kwenye dabi ili kuwa bingwa. Ila kama akitoa sare kwenye mchezo mwingine tofauti na dabi, atalazimika kushinda kwenye mechi ya dabi. Kwa hiyo hizi mechi nyingine zote, timu zote mbili lazima ziwe na pressure. Haijalishi wanacheza na mid table teams ama timu za kawaida, lakini kwa sababu wanatafuta matokeo ya ushindi, kwa hiyo ni lazima wacheze kwa intensity kubwa kuanzia dakika ya kwanza mpaka ya 90 ili kuhakikisha kwamba wanapata matokeo ya ushindi. Lakini pengine tunaweza kusema kwamba Simba na mchezo rahisi, kwa sababu Ken Gold tayari amekwisha teremka daraja. Huoni kwamba inaweza kuwatengenezea wao wakaenda kucheza mechi rahisi na wakaibuka na alama 3? Yani timu kushuka daraja haimaanishi kwamba ndio yani wanaweza wakapoteza mechi zote. Kumbuka kwamba hizi timu huwa kuna wachezaji ambao wanapambana kwa ajili ya kutafuta soko lao binafsi, kwa sababu wachezaji bora mara nyingi unakuta timu inashuka lakini wao hawashuki. Na mfano ukiangalia timu kama Ken Gold, licha ya kwamba wameshateremka daraja, ila kuna mtu kama Selemani Bwenzi, kuna mtu kama Zawadi Mauya, Mishamo Michael Daudi, ni wachezaji ambao wameonyesha performance bora. Kwa hiyo hata wanapokutana na hizi Simba na Yanga, wanatumia kama ndio platform yao kubwa kuweza kupambana, na wanaamini ni mechi ambayo inatazamwa zaidi. Kwa hiyo wataonekana, na hata ikitokea watapata ofa katika timu nyingine ambazo bado zinasalia katika ligi kuu, itakuwa ndio nafasi yao kutoka. Kwa hiyo hawatocheza yani hawatocheza kama wakichukulia mchezo ni mwepesi ama hauna haja. Ni lazima watapambana kuhakikisha kwamba
na wao wanapata chochote kitu. Kwa hiyo Simba wasichukulie mchezo mwepesi kisa tu KenGold ameshashuka daraja. Zipo timu ambazo zilishashuka daraja kabla ya ligi kuisha, lakini bado zikapata matokeo ya ushindi ama sare. Kwenye mechi takriban 3 za mwisho ama 4 hivi, mechi ya mkondo wa pili ya hatua ya nusu finali ya kombe la shirikisho Afrika ambayo Simba alicheza dhidi ya Stellenbosch, lakini pia hata mechi 2 za finali dhidi ya RS Berkane, watu walionekana kutilia shaka kiwango cha Elie Mpanzu, wakisema kwamba pengine pressure imeanza kumkumba na ameanza kuporomoka. Unakubaliana nao? Na je, kama ni kweli ameteremka, nini kimemfanya teremke, na kama akija teremka ni kipi ambacho watu wengi hawajakiona kiufundi zaidi? Binafsi mimi sikubaliani nao. Elie Mpanzu kibisawala ni mchezaji ambaye ana uwezo mkubwa sana, na hakuna mchezaji ambaye atakupa yani ile performance bora kwa 100% katika mechi zote. Zipo mechi ambazo performance yake itakuwa ni ya kawaida, ama mechi nyingine unakuta anabanwa kabisa, anashindwa kuonesha performance bora, lakini hiyo haimaanishi kwamba kiwango chake kimeshuka. Kwa mfano, ukitazama mechi kama ya RS Berkane ya ugenini kule, ni kweli Mpanzu alibanwa, yani hakuwa na game bora, lakini kwenye finali ambayo ilichezwa Newman Complex, Mpanzu alikuwa na mechi nzuri. Licha ya kwamba Simba ilitoa sare na kukosa kombe, lakini alikuwa na game bora sana, na yeye ndo alitoa assist kwa Joshua Budo Mutale. Kwa hiyo kwangu mimi siamini kama mtu kama Mpanzu kiwango chake kimeshuka. Yani amekuja dirisha dogo, ameshahusika moja kwa moja kwenye magoli takriban 6, na ni mtu ambaye ana game nzuri nyingi, yani game chache ambazo amecheza chini ya kiwango. Huwezi kusema kwamba amedrop. Kwangu mimi naona ni bado mchezaji mzuri na performance yake ni nzuri katika ligi yetu. Labda pengine kwa sababu michuano ya kimataifa wanakutana na opponent ambao ni wagumu, lakini kwenye mechi dhidi ya KenGold sioni kama kuna beki ambaye labda pengine anaweza akamdhibiti mtu kama Mpanzu. Kwa mfano, Tungu Robert ambaye anacheza kama right back kwa KenGold, siamini kama ana hiyo quality ya kuweza kumdhibiti Mpanzu akisema afanye man to man marking. Kwa hiyo kwangu mimi nachukulia hizo game ambazo hakuperform vizuri ni siku mbaya kazini. Young Africans pia watajitupa uwanjani dhidi ya Tanzania Prisons, na kwa mara ya kwanza Yanga watashuka uwanjani kwenye mechi ya kimashindano bila Stefan Ki Aziz. Yes, Stefan Aziz Ki ni mchezaji ambaye alikuwa na mchango mkubwa sana kwenye kikosi cha Young Africans, kwa sababu licha ya kwamba msimu huu watu wengi walikuwa wanamuona kama amedrop, lakini namba zake hazikuwa mbaya kiasi hicho. Stefan Aziz Ki alihusika moja kwa moja kwenye magoli 15 na alifunga magoli 9 na akitoa assist 6. Kwa hiyo bado alikuwa na namba nzuri, lakini kuondoka kwake kwangu mimi sioni kama ni changamoto kubwa sana, kwa sababu yupo mtu kama Clatous Chota Chama, lakini yupo mtu kama Maxim Pianzengeli, yupo mtu kama Pacome. Kwa mfano, Pacome naye moja kwa moja amehusika msimu huu kwenye magoli 17, amefunga magoli 9, ametoa assist 8, na ipo michezo kadhaa ambayo alikosekana kwa sababu ya injuries. Lakini pia mtu kama Maxim Zengeli kuna kipindi alikosekana kwa sababu ya majeraha, lakini msimu huu amehusika moja kwa moja kwenye magoli 13, amefunga magoli 5, ametoa assist 8. Kwa hiyo hata kuondoka kwa Aziz Ki kwenye hizi mechi ambazo zimebaki, kwangu mimi sioni kama itakuwa ni issue kubwa sana kwa Yanga, kwa sababu wapo wachezaji wengine ambao wanaweza waka replace vizuri na timu ikapata matokeo ya ushindi. Na wewe ukiwa sasa umepewa dhamana ya kuwa kwenye benchi la ufundi la Young Africans, pengine ni nani sasa moja kwa moja unasema huyo anaweza kwenda kupunguza walau gap au kuziba kabisa moja kwa moja hilo pengo la Stefan Ki Aziz? Kwangu mimi naona moja kwa moja ni Clatous Chota Chama. Unajua, licha ya kwamba akiwa Young Africans hajapewa sana nafasi tofauti na alipokuwa Simba, lakini kwangu mimi naamini hakuna kiungo ambaye anakuwa na utulivu inapokuwa katika final third kumzidi Clatous Chota Chama. Ni kiungo ambaye ana uwezo mzuri wa kutengeneza nafasi, lakini pia ni kiungo ambaye anaweza kufunga magoli katika mtindo mbalimbali. Kwa mfano, ni mechi chache ambazo amepewa nafasi, lakini kuna mechi alifunga goli kwa free kick. Kwa pia ni dead ball specialist na ni mtu ambaye ana experience kubwa katika ligi ya Tanzania. Kwa hiyo kwangu mimi naona hata Chama anaweza kuziba pengo la Stefan Aziz Ki. Lakini pia watu wanakuwa na hofia kuhusiana na Chama, aina yake ya uchezaji, anacheza taratibu sana kuliko namna ambavyo Young Africans mara zote amekuwa akicheza, kwa maana soka la kasi. Ya, inategemeana na aina ya mechi, na kocha ndio huwa anapanga
kikosi kulingana na aina ya mechi na hiyo mechi itakuwa ina intensity gani, kwa sababu kama akiona Chama yuko slow sana na anashindwa kutimiza yale matakwa yake ya kimbinu, anayo option pia ya kutumia wachezaji wengine. Kwa mfano mtu kama Duke Abuya anacheza kama kiungo mkabaji, lakini pia ana uwezo wa kucheza kama kiungo mshambuliaji, the same kwa Mudathiri Yahya. Lakini pia mtu kama Pacome ana uwezo wa kucheza kwenye flanks, yani kama winga, lakini pia ana uwezo wa kucheza kama kiungo mshambuliaji. Kwa hiyo kocha anaweza akafanya zile tactical adjustment kulingana na aina ya mechi na hiyo mechi itakuwa ina intensity gani. Kwa hiyo kwangu mimi naona bado kocha ana options nyingi. Kama akiona Chama fit kwenye mfumo, bado ana option za kutumia wachezaji wengine. Kwa hiyo kwa kikosi cha Yanga ambacho wanacho, kwangu mimi naona bado na kikosi kipana na wana wigo mpana wa kufanya mabadiliko ya wachezaji. Kwa tulipofika mpaka sasa, malengo ya Tanzania Prisons ni kusalia kwenye ligi kuu, na pengine nini kesho wakakifanye kwenye mchezo wao dhidi ya Yanga? Yes, kwanza inabidi wacheze kwa nidhamu kubwa kwenye swala zima la kuzuia, lazima umakini uongezeke. Na ukiangalia falsafa ya Prison ni timu ambayo inacheza soka la kujilinda zaidi, na wenyewe wanakwambia pira gwaride. Na ukimwangalia kocha Amani Josia ni kocha ambaye pia anajitahidi kutengeneza safu bora ya ulinzi. Ukiangalia wakina Vedastus Mihambi, wakina Nordin Issa Chona, Jumanne Fadhili, Salum Kimenya ni watu ambao wana uzoefu mkubwa na wana uwezo mzuri wa kuzuia. Na ukiangalia position ya Prison katika msimamo wa ligi kuu hairidhishi sana. Wako nafasi ya 12 na bado wapo katika relegation zone. Kwa hiyo huenda wakacheza playoff. Kwa hiyo wao pia katika michezo iliyosalia inabidi kila mechi wacheze kama finali, kwa sababu wakati mwingine unaweza ukacheza playoff na timu za daraja la kwanza na ukashuka daraja. Nikitolea mfano tu wanakoma kumwanya Mbeya City, walicheza playoff na Mashujaa wakafungwa wakateremka, lakini msimu huu ndo wamerudi tena. Kwa hiyo Prison ni lazima hizi mechi zilizobaki acheze kama finali, yani haijalishi anacheza na Yanga ama anacheza na timu ambayo wapo katika daraja moja, inabidi wahakikishe wanapata alama ili waweze kuwa na uhakika wa kusalia katika ligi kuu. Nimewasikiliza makocha wa timu zote mbili kwenye mkutano na waandishi wa habari, lakini kocha Miludi yeye anasema kwamba wanafahamu kwamba mechi itakuwa ni ngumu, lakini hawana sababu ya kuwa na wasiwasi sana kwenye hilo. Lakini kocha Amani Josia anasema kwamba kesho wataingia na mbinu ambazo za tofauti kuliko mbinu ambazo waliingia nazo kwenye michezo mingine. Yes, kwa sababu ukiangalia Yanga wana timu bora kuliko Tanzania Prison. Yani Yanga wana kila sababu ya kushinda na Yanga ndio favorite kwenye huo mchezo. Kwa hiyo kwa kutokana na ubora wa kikosi, benchi la ufundi, ni lazima wawe na hiyo confidence, kwa sababu wanaamini Prison ni timu dhaifu kuliko wao, na pressure inaweza isiwe kubwa sana kuliko Tanzania Prison ambao wana pressure, kwa sababu wao automatically wanajua wana asilimia kubwa ya kupoteza mchezo. Ili waweze kuondoka na chochote kitu ni lazima waweze kupambana kwa jitihada kubwa sana. Yani wachezaji wacheze kwa passion, lakini pia mbinu bora za kocha ndio zinaweza zikafanya wakapata matokeo, kwa sababu individual brilliance ya mchezaji mmoja mmoja haiwezi ikawasaidia, kwa sababu wachezaji wengi wana quality ndogo, ila mbinu bora za kocha ndio zitafanya wapate ushindi.